nitafuata kila utakachonielekeza Tano. Kila kitu ambacho Semeni alikuwa anakifanya, bwana Mr. Tano alikuwa anafahamu kila kitu kinachoendelea. Sasa kabla tujaendelea, tafadhali nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukisha subscribe, una like hii video. Pia usisahau kuweka maoni yako. Unaifuatilia Love Me Again ukiwa wapi na nini ambacho unajifunza kwenye hii tamthilia ya Love Me Again tuko Sandra Official. Utakuwa umetisha sana mdau wangu. Usisahau kushare na wana ambao wanaikubali Love Me Again. Sasa kitu ambacho natakiwa ujue kwamba Mr. Tano alikuwa anafahamu kila kitu ambacho Semeni alikuwa anakifanya. Na maana Semeni alikuwa alikuwa amepanga njama na yule mtu wake ambaye ilikuwa inasemekana kwamba ni mwanasheria wa haki za mambo ya ndoa, kama unavyojua tena mambo ya mali, yani kwamba ndoa ikivunjika mwanamke anatakiwa achukue asilimia hizi na mwanaume anatakiwa achukue asilimia hizi. Bwana, yote kwa yote yule alikuwa ni mtu ambaye yupo special kwa ajili ya kudili na masuala ya kitapeli. Yani alikuwa sio mtu halali ambaye anatoka kwenye serikali, ana vyeti feki. Alikuwa hana CV yoyote ya kufanya kazi hiyo. Yeye alikuwa anafanya kwa nia ya kutaka kuwaumiza watu ambao watakuwa wana haki zaidi. Sasa ni kitu ambacho tayari Mr. Tano alikuja kufuatilia na kagundua A to Z mambo anayofanya yule jamaa ambaye alikuwa anasemekana kwamba ni mwanasheria wa haki za binadamu. Sasa Mr. Tano tayari kamkamata na amemwambia kwamba kumsamehe inatakiwa afate kila ambacho yeye anakitaka. Sijajua Mr. Tano atamwambia afate kitu gani, ila mimi moja kwa moja naamini kwamba itakuwa kuna mchezo ambao huenda Mr. Tano na yeye anataka acheze na yule jamaa ambaye tayari kakamatwa na Mr. Tano. Kwa maana Mr. Tano anamwambia asipofuata vile ambavyo anataka yeye, basi yeye yuko tayari kumpeleka kwenye sheria na mambo mengine yakafuata. Sasa mimi naamini kwamba yule jamaa hataweza kukubali kwenda kwenye sheria, kwa maana kesi yake itakuwa ni kubwa zaidi na wende itakuja kumgharimu yeye kifungo, kukaa jela. Sasa ni kitu ambacho hatuwezi kukubaliana nacho, ila atakubali kufuata matakwa ya kila ambacho Mr. Tano anakitaka. Bwana, yangu ni hayo tu, ni maoni yangu tu, ama naweza nikasema kwamba ni maoni yangu tu ambayo huenda ya kila ambacho kitakwenda kutokea kwenye nafasi za mbeleni huko kwenye tamthilia ya Love Me Again kutoka kwa Sandra Official. Lakini tukiachana na hivyo, tunakuja upande wa Sandra. Bwana, Sandra anacho kibarua kikubwa sana. Yani mmoja ya watu ambao wanacho kibarua kizito. Naweza nikasema kwamba Sandra ana kibarua kizito, kwa maana hapa inatakiwa afanye ama afuate kila ambacho baba yake anakitaka. Kwa maana baba yake ambaye ni Mr. Tano amemuomba sana Sandra asije akamwangusha. Hii ndo tegemezi pekee ambalo limebaki kumfurahisha mama yake huko aliko, angalau akajisikia vizuri. Kwa hiyo hapa kwa Sandra inabidi akubaliane tu na matokeo ya baba yake. Ndio hivyo, atafanya nini? Inabidi atimize furaha ya baba yake, inabidi amfurahishe baba yake, japokuwa tunaona moyo wake upo kwingine, lakini inabidi afanye hivyo kwa ajili ya baba yake. Tayari taratibu zote za ndoa zinafanyika na mtu ambaye anazisimamia, mtu mkubwa ambaye anazisimamia ni Mr. Tano mwenyewe. Tuzaidi King pamoja na Sandra waweze kufunga ndoa ili waishi kama mke na mume. Je, unaamini kwamba hii ndoa ya King pamoja na Sandra itakuwepo, au ni nini ambacho Sandra anaweza akakifanya amfurahishe baba yake? Nakumbuka kwamba Sandra asipoifanya ama asipofunga hii ndoa, Mr. Tano atajisikia vibaya sana, na amemuomba sana chonde asije akamfanyia ubaya wowote, asije akajisikia vibaya. Sasa unaamini kwamba Sandra ataweza kukubaliana na hicho kitu? Na tayari tunaona kwamba kwa Sandra yuko lazi baba yake aumie, lakini amfurahishe mwanaume ambaye yeye anampenda. Niache kwenye maoni yako kwenye comment hapo, lakini yote kwa yote tutayafahamu kwenye episode inayofuatia. Kikubwa na pointi ya msingi, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu
Asanteni sana. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine inayofuatia. Asanteni sana. Bye bye.